Kabla sijakuletea neno la Bwana, nikupe tangazo ambalo baadaye pia baba mchungaji atalisemea. Siku ya Ijumaa ya kesho kutwa tutakuwa na mkesha mkubwa wa maombi mahali hapa. Hayo makofi sio ya watu wanaotaka mkesha. Kwa hiyo weka historia na wewe ya kukesha kwa Bwana. Amen. Najua huwa uzuriagi mikesha, ila zamu hii vunja hiyo kawaida ya familia. Amen. Na Ijumaa jioni hatutakuwa na semina, badala yake tutajiandaa na mkesha ambao utaanza saa 2 kamili usiku mpaka saa 12 kamili asubuhi, na utakuwa ni mkesha wa usiku wa kufunguliwa. Amen. Usiku wa kufunguliwa, lakini pia na usiku wa kumshukuru Bwana kwa ajili ya mwaka mzima huu. Amen. Na kuombea pia mwaka ujao. Kwa hiyo msemeshe na mtu mwingine, mkaribishe na mtu mwingine, na utakuwa ni mkesha wa kihistoria. Haleluya. Na usiku utaisha kwa namna ambayo utajua kabisa kama usiku umeisha. Kwa usipange kukosa, na Mungu akupe hiyo neema. Basi chukua kalamu na daftari. Tunaendelea na somo letu la asubuhi juu ya kawaida ya familia. Na kipengele cha asubuhi ya leo, andika unaweza kuomba. Unaweza kuomba ili kawaida ya familia iliyowakwamisha wengine isikukwamishe wewe na uzao wako. Unaweza kuomba ili kawaida ya familia iliyowakwamisha wengine isikukwamishe wewe na uzao wako. Na leo nilikuwa nimepanga tuombe asubuhi, kwa sababu Ijumaa tuna mkesha na Ijumaa jioni hatuna semina. Basi asubuhi Ijumaa ndio tuwe na maombi maalum ya morning glory. Amen. Na kesho tutagawa bahasha kwa ajili ya maombi ya Ijumaa asubuhi. Kwa hiyo asubuhi hapa Ijumaa sitafundisha kabisa. Tutakuwa na nusu saa nzima ya kuomba. Kwa jiandae. Ijumaa itakuwa ni maombi tu asubuhi. Kwa jiandae. Kwa kipengele cha leo, unaweza kuomba ili kawaida ya familia iliyokwamisha wengine isikukwamishe wewe na uzao wako. Andika Mwanzo 25. Mwanzo 25 na ule mstari wa 21. Mwanzo 25. Mwanzo 25 na ule mstari wa 21. Mwanzo 25 mstari wa 21 anasema hivi: Isaka akamwomba Bwana kwa ajili ya mke wake, maana alikuwa tasa. Naye Bwana akamuitikia, na Rebeka mkewe akachukua mimba. Fatisha pamoja nami kwa sauti kubwa, sema Isaka. Toa sauti kubwa, sema Isaka akamwomba Bwana kwa ajili ya mke wake, maana alikuwa tasa. Naye Bwana akamuitikia, na Rebeka mkewe
akachukua mimba. Bwana Yesu asifiwe. Nataka nikuonyeshe hapa kwamba Isaka alipofika muda wa kuoa, ulipofika wa Isaka alipata mke au mchumba ambaye anaitwa Rebeka. Na nikueleze kitu hapa kidogo ambako katakusaidia tunapojifunza juu ya kawaida ya familia. Wale tunaosoma Biblia tunafahamu kwamba Isaka ni mtoto wa Ibrahimu. Ibrahimu alimuoa Sara, na Biblia anasema Sara alikuwa ni mwanamke mzuri sana, kiasi ambacho Ibrahimu hata alipoenda kwenye ile nchi baada ya shida ya njaa, kwa sababu ya uzuri wa mke wake alilazimika kudanganya kwamba huyu ni dada yangu, ili kwamba watu watakaompenda Sara baada ya kumuona wasije wakamuua yeye kwa ajili ya kumpata Sara. Nachotaka nikuonyeshe, na Isaka pia Biblia inasema na yeye alioa mwanamke mzuri. Kwa hiyo kwenye hii familia walikuwa na kawaida ambako hawaoi tu ili mradi mwanamke, ila wanaoa mwanamke ambaye ni mzuri. Na ndio tunakuja pia kwa Yakobo, tuliangalia habari zake kwamba alipofika kwa Laban akawaona wasichana wawili. Wa kwanza alikuwa Lea, wa pili Raheli. Lea alikuwa dhaifu wa macho, Raheli alikuwa mwenye uso mzuri na amebarikiwa pia. Haleluya. Kwa Yakobo naye alipomuona, kwa sababu ya kawaida iliyoko kwenye familia kwamba hawaoi tu imradi mwanamke, ila lazima awe mzuri, ndio unaona hiyo kawaida inatembea kizazi mpaka nini, mpaka kizazi. Na huwa wanasema kwamba mara zote mwanaume huwa anaoa mke anayefanana na mama yake. Mwae kusikia hiyo? Mwae kuisikia? Yes. Kwamba mara zote mwanaume huwa anaoa mwanamke anayefanana na nani? Na mama yake. Na ndio maana na Isaka alipotaka kuoa akasema lazima nioe mwanamke mzuri kama chaguo la baba, kama mama alivyo. Na Yakobo naye akasema lazima nioe kama bibi na kama mama. Kwa alipomuona Lea akasema huyu nataka huyu Raheli, kwa sababu kwetu hatuoi tu ili mradi mwanamke, ila tunaoa wanawake wazuri. Sema amen. Sema amina. Kwa kama umepata nafasi ya kuolewa na huyo baba, ujue umefanana na nani? Na mama yake. Hebu jipigie makofi. Na kama unakaumbea kidogo, maana yake unakaumbea kama Kanani, kama mama yake pia. Jipigie tena makofi kwa kaumbea uliko nako. Na kama unakaa kiburi pia, simuona napiga, nasema piga makofi upigi. Na kaa kiburi pia ni kama Kanani. Jipigie tena makofi. Bwana Yesu asifiwe. Lakini pia tunaona kawaida nyingine, kawaida ya roho ya uongo. Emsema roho ya uongo. Na huwa wanasema usione vyaelea, kuna mahali vimefanyaje, vimeundwa. Kuna mtu leo nasema yani mtoto wangu we muongo si nini. Ni kawaida ya familia. Kwa sababu Ibrahimu alidanganya kwamba mke wake ni dada yake. Isaka naye alidanganya
mke wake ni dada yake, na ilipokuja kwa Yakobo ndio ikawa funga kazi. Yakobo ndio akadanganya kwamba yeye ni nani? Ni Esau. Kwa uongo wa mjukuu ulikuwa wa kiwango cha nini? Cha PhD. Na tunaweza tukamlaumu Yakobo kwamba Yakobo alidanganya. Kwa nini amedanganya uongo kiasi hiki? Roho ya uongo ipo kwenye nini? Kwenye familia. Ni kawaida ya nini? Ya familia. Kwa na wewe ni muongo kwa sababu ndiyo kawaida yenu. Na kuna watu wanafika mahali anasema kuna uongo mtakatifu. Labda mchungaji atatuambia uongo mtakatifu ukoje. Lakini mimi ninachojua uongo ni nini? Ni uongo. Uongo ni uongo, na uongo ni dhambi. Kwa kuna mtu kwa sababu ya kawaida ya familia amefika mahali anajaribu kupamba kazambi ka uongo, kwamba unajua mwingine sio uongo, ni hekima. Kuna rafiki yangu mmoja akidanganya asema hii ni hekima, hii sio uongo. Lakini uongo ni nini? Ni uongo. Sasa nachotaka tujifunze asubuhi ya leo, wewe unaweza kuamua kuomba ili kawaida ya familia iliyokwamisha wengine isikukwamishe na wewe. Na Isaka ni mfano mzuri sana kwetu, kwamba baada ya kuingia kwenye ndoa amemuoa Rebeka, wameanza maisha ya ndoa. Akashangaa Rebeka hazai, Rebeka ni tasa, na akakumbuka kwamba hata mama yake alichelewa kuzaa, lakini pia alikuwa tasa. Kwa Isaka akasema msimtanie. Isaka akaenda kumuomba nani? Emsema Isaka akamuomba Bwana. Sema kwa sauti kubwa, Isaka akamuomba Bwana. Kwa hiyo alisema msinitanie. Aliamua kwenda kwenye maombi. Na pia sema muda alipoomba Mungu alimsikia, akamfungua Rebeka, na Rebeka akabeba mimba, na Rebeka akazaa. Kwa tunapojifunza namna hii, ninatamani upige picha kwenye familia unayotoka, uangalie ni kawaida ipi ambazo zinawakwamisha, na ukishajua kuwa kama Isaka, amua kwenda kuomba kwamba Bwana Yesu, hii kawaida ilimkwamisha babu, ilimkwamisha baba, mimi ninakataa, haitanikwamisha kwa jina la Yesu. Sema amen. Emsema mimi nakataa. Angalia aliyekamatwa na kawaida ya familia hata anavyoomba, mimi nakataa. Emsema mimi nakataa kawaida yoyote inayowakwamisha wengine, mimi haitanikwamisha. Sema ninakataa kwa jina la Yesu. Sema amen. Alafu mpigie Yesu makofi mazuri. Kwa hiyo wewe na uzao wako, hiyo kawaida haitakukwamisha. Andika kitabu cha Mwanzo 16 na ule mstari wa kwanza na wa pili. Mwanzo 16 mstari wa kwanza na wa pili. Alafu andika Mwanzo 30 na ule mstari wa kwanza. Mwanzo 30 na ule mstari wa kwanza. Mwanzo 16 mstari wa kwanza na wa pili anasema hivi: basi Sarai mkewe Abraham hakumzalia mwana, na alikuwa na mjakazi Misri jina lake Hajiri. Sarai akamwambia Abraham, basi sasa Bwana amenifunga tumbo nisizae, umwingilie mjakazi wangu, labda nitapata uzao. Kawaida ya Shinyanga. Anasema umwingilie mjakazi wangu, labda nitapata uzao kwa yeye. Abrahamu akaisikiliza sauti ya Sarai. Alafu Mwanzo 30 mstari wa kwanza. Mwanzo 30 na ule mstari wa kwanza, Biblia inasema hivi: naye Raheli alipoona ya kuwa hamzalii Yakobo mwana,
Raheli alimwonea ndugu yake wivu, akamwambia Yakobo, nipe wana, kama sivyo nitakufa mimi. Naye Raheli alipoona ya kuwa hamzalii Yakobo mwana, nafikiri kwenye mkesha, Mungu akinipa kibali, tutakuwa tunaangalia hizi habari za hawa wasichana wawili wa Lea na Raheli, tutakapokuwa tunaangalia masuala ya kufunguliwa. Wale tuliosoma Biblia tunafahamu kwamba Mungu hakupi vyote, lakini pia hakunyimi vyote. Ukisoma hii story ni very interested story, kwamba Yakobo amemuoa, alimpenda Raheli kwa sababu ya uzuri, ni mzuri. Ila Biblia nasema Raheli alipoingia kwenye ndoa, Bwana alimfunga tumbo asizae. Of course wote wawili walikuwa na hicho kifungo cha utasa, lakini Biblia nasema hivi, Bwana akampa Lea neema ya kuzaa ili apendwe na Yakobo, kwa sababu Yakobo hakumpenda. Haleluya. Wangapi mwae kusoma hiyo story? Okay. Kwa hiyo Mungu alilazimika kumpa neema Lea ya kuzaa ili angalau kwamba akishazaa aweze kupendwa na nani? Na Yakobo. Kwa sababu Raheli yeye anapendwa, ni mzuri, Lea sio mzuri. Kwa ikabidi huyu acheleweshwe kuzaa ili huyu ambaye hapendwi azae ili apendwe na nani? Na mwanaume. Ndio maana Mungu hakunyimi vyote na Mungu hakupi vyote. Raheli ni mzuri ila hazai. Lea sio mzuri wa uso ila amepewa neema ya kufanyaje? Ya kuzaa. Bwana asifiwe. Lakini nichotaka nikuonyeshe kwamba kwenye hii familia kulikuwa na roho ya kawaida ya utasa, ambayo Ibrahimu ameoa mke akawa tasa, Isaka ameoa mke akawa tasa, lakini Isaka yeye akachangamka mapema, akaenda kuomba. Na Yakobo na yeye alipofika muda wa kuoa, ile roho ya utasa ambayo ni kawaida ya familia, na yeye ikaenda kukaa kwa mke wake ambaye anaitwa Raheli, na yeye akawa kama bibi, akawa kama mama mkwe wake, na yeye akawa nani? Akawa tasa. Kwa ni karoho ambako kalikuwa kanatembea kizazi mpaka kizazi, kanaenda generation mpaka generation. Na kuna vitu tunavipuuzia, lakini vimetufikisha mahali pabaya sana. Nakumbuka kule kwetu kijijini kuna mama mmoja ambaye akiwa bado binti alizaa kabla ya ndoa. Akiwa bado binti kwenye ujana alizaa kabla ya ndoa. Baadaye akapata neema ya kuolewa, na baadaye akapata neema ya kuokoka, na akaokoka akasahau alikotoka. Sasa na huyu binti na yeye akaanza maisha kama ya mama yake. Mama yake leo ameokoka na ni mzee wa kanisa. Huyu binti akiwa form 2 akabeba mimba na akafukuzwa na shule. Sasa aliporudi nyumbani, huyu mama ameshasahau, akaanza, yani vijana, yani nyie mabinti wa siku hizi, yani hamjatulia, yani sisi wenzako, mama ameshasahau. Haleluya. Kwamba na yeye alimzaa kabla ya nini? Ya ndoa. Kwa hiyo mazingira yale yamekuja na kwa nani? Na kwa binti yake. Na binti alipofika muda wa kuzaa, na yeye akazaa kasichana. Kwa haka kasichana na kenye kasipoombewa, na kenyewe pia upako ule wa bibi na wa mama, kanaweza na kenye kakauva. Kwa kuna vitu leo tunavipuuzia kwa sababu wewe umeokoka, lakini ni maisha ambayo uliwahi kuyapitia kwa sababu ya kawaida ya familia.
Na maandiko yanasema kwenye kitabu cha Nahumu 1:9 ya kwamba Bwana atayakomesha mateso na mateso hayatainuka mara ya pili. Kwa hiyo mateso yana kawaida ya kuinuka mara ya pili. Kawaida ya familia ina kawaida ya kuinuka mara ya pili. Na ndio maana watu nasema kwamba hata kama hautaki kuomba kwa ajili yako, jifunze kuomba kwa ajili ya watoto wako, ili mambo uliyoyapitia wewe watoto wako wasije wakayapitia, kwa sababu mateso yana kawaida ya kujirudia mara ya pili. Kwa hiyo hata kama hutaki kuomba kwa ajili yako, jifunze kuomba kwa ajili ya kizazi chako, kwa ajili ya generation yako. Kuna watu tumeshajitafuta, umehaswa kujitafuta na umeshajipata, lakini nataka nikwambie, kama hautaomba uwe na uhakika na kizazi chako watalazimika kuanza moja, wakati tayari kuna mtu umeshaweka msingi, ila watalazimika kuanza moja. Na ndiyo maisha ya Waafrika tunayoishi. Waafrika maisha tunayoishi, kila kizazi kinalazimika kuanza moja. Kila generation inalazimika kuanza moja. Haijalishi kwamba kuna mtu ameshatangulia, ameshatengeneza foundation, ameshatengeneza msingi wa baraka, lakini kwa sababu ya kawaida ya familia, kila kizazi kinalazimika kikija, sio kuendelea na pale ambako wazee waliishia. Kila kizazi kinalazimika kwenda kuanza moja. Na ndio maana ukishajifunza somo la namna hii, tamani sana baraka Mungu aliyokupa iwe ni baraka ya kivizazi. Tamani sana neema Mungu aliyokupa leo isiishie tu kwako, iwe ni baraka ya kivizazi. Tamani sana huo mradi Mungu aliyokupa usiishie tu kwako, tamani uende mpaka kwenye vizazi vyako. Biblia inasema ya kwamba mtu mwenye hekima huacha urithi kwa wana wa wanawake. Bwana asifiwe. Lakini kwa sababu ya kawaida ya familia, wazee wetu hawatuachii urithi wa mazuri, wanatuachia urithi wa nini? Wa mabaya. Kiasi ambacho kila kizazi sasa kinalazimika kuanza mmoja, kujitafuta tena, kuanza kustruggle moja, kutafuta baraka tena, wakati tayari kuna mtu alikuwa ameshabarikiwa kwenye familia. Na as long as umesikia somo hili, nimekuombea baraka Mungu atakayokupa wewe isiishie tu kwako, iwe ni baraka ya kivizazi kwa jina la Yesu. Simuona hata amina yenyewe unavyosema amina. Basi watoto wako waanze moja, na hiyo useme amina. Nasema Bwana akupe baraka ya kivizazi kwa jina la Yesu. Yani tumezidiwa na bibi hapa amepiga makofi. Nasema Bwana akupe baraka ya kivizazi kwa jina la Yesu. Pigie Yesu makofi mazuri kabisa. Nyosha mkono wako juu, sema Bwana Yesu. Sema kwa sauti kubwa, Bwana Yesu, ninakataa leo watoto wangu na kizazi changu hakitaanza moja. Ile baraka unayonipa na ile baraka ulionipa, ninaomba Bwana iwe ni baraka ya kivizazi, kama Ibrahimu ulivombariki. Ile baraka ilienda kizazi mpaka kizazi. Na mimi Bwana, baraka unayonipa asubuhi ya leo, nimeomba iwe baraka ya vizazi. Leo ninakataa mabaya yasiinuke mara ya pili, yasiinuke mara ya pili. Machozi yale niliyolia wakati najitafuta yasiinuke tena kwa kizazi changu. Vita ile niliyoipitia wakati natafuta isiinuke na kwa watoto wangu, isiinuke na kwa watoto wangu. Magonjwa yale niliyoyapitia wakati natafuta, leo nimeyakataa, hayatainuka kwa watoto wangu, bali baraka yako ndiyo itakayoinuka
na kuwapata watoto wangu na kizazi changu katika jina la Yesu. Ungesema amina kwa makofi mazuri. Kuamka kwako asubuhi, unaacha kitanda unakuja kwenye maombi, kusiwe bure. Jifunze kuomba kwamba Baba, naungamanisha na kizazi changu. Ifike mahali wajukuu waseme tumemwona Mungu wa bibi yetu, tumemwona Mungu wa baba yetu, Mungu wa babu yetu, na huyo bibi na huyo babu utakuwa wewe kwa jina la Yesu. Ungesema amina kwa makofi mazuri. Kwa hiyo tunapojifunza na kuomba juu ya somo hili, uwe na ufahamu mpana. Ungamanisha na kizazi chako. Kataa zile kawaida mbaya kwamba hazitaenda, kwa sababu Isaka angejifunza somo la namna hii, asingejiombea yeye peke yake, angeombea na uzao wake, lakini alijiombea yeye tu. Ndio maana baada ya kuzaa Esau na Yakobo, ile kawaida ya utasa bado ilienda kwa nani? Kwa watoto wake. Kwa hiyo wewe ukiomba, kataa, sio tu kwako na kwenye kizazi chako, kwa sababu Biblia inasema nami nikatafuta mtu miongoni mwao atakayesimama na kulitengeneza nini? Boma. Na wewe ni mtu miongoni mwao. Uwe na ufahamu mpana kwamba unapoomba leo usijione wewe tu, ona na kizazi cha 3 na kizazi cha 4 baada yako, kiungamanishe kwenye maombi. Tunakumbuka Ibrahimu alipotoa fungu la 10, akatoa lile fungu la 10. Biblia nasema na Lawi aliyekuwa kwenye viuno vyake, na yeye alitoa ile sadaka. Manake kwenye ile sadaka aliungamanisha na kizazi chake chote, hata wale ambao hawajafanyaje, hawajazaliwa. Kuna kama mtu kienda kuomba unajiangalia wewe tu. Jifunze kuangalia kizazi cha 3 na kizazi cha 4. Sasa andika haya mambo mawili au matatu, alafu tutakuwa tunamaliza, na Ijumaa ndio tutapata nafasi ya kuomba. Jambo la kwanza kwa leo, andika kawaida ya familia huwa ina nguvu katika ulimwengu wa roho ya kutembea kizazi kimoja hadi kizazi kingine. Kawaida ya familia, kawaida ya familia huwa ina nguvu katika ulimwengu wa roho ya kutembea kizazi kimoja mpaka kizazi kingine. Kwa kuna vitu tunaviona vya kawaida leo, lakini vinatembea kizazi kimoja na kwenda kizazi kingine. Utasa ambao umepita kwa Ibrahimu, umepita kwa Isaka, umepita na kwa Yakobo. Kwa kale ka kawaida ka utasa kalitembea kizazi kimoja mpaka kizazi kingine. Kawaida ya familia ina nguvu ya kutembea kizazi kimoja baada ya kizazi kingine. Jambo la pili ambalo ni la muhimu sana, andika kawaida ya familia inapotoka kizazi kimoja kwenda kizazi kingine inakuwa na nguvu kuliko ilivyokuwa mwanzo. Kawaida ya familia, na hii Wachaga wataielewa vizuri. Kawaida ya familia inapotoka kizazi kimoja kwenda kizazi kingine inakuwa na nguvu kuliko ilivyokuwa mwanzo. Wale Wachaga wazee walikuwa wanakunywa mbege, si ndio? Kuna Wachaga mko hapa? Punga mkono Wachaga mlioko hapa. Okay. Walikuwa wanakunywa mbege, lakini angalia kizazi cha leo. Unakuta ni msomi. Nilienda familia moja nikakutana na kijana ana PhD, kijana handsome, ana akili nyingi, lakini kila ofisi anayoenda anafukuzwa kwa sababu ya ulevi. Kijana smart, handsome boy, msomi. Saa 4 unamkuta yuko
ni msomi. Sasa wazazi wanaumia kuona PhD holder, handsome boy, vya kuoa haviko kichwani, yeye kilichoko kichwani ni pombe. Kwa nini? Kutoka kwenye mbege, yeye akienda kunywa ni kreti, anafuta ndani ya sekunde chache. Sio bia moja, anapiga kreti zima. Kwa nini? Kawaida ikienda kwenye generation nyingine inakuwa na nguvu kuliko ilivyokuwa nini, kuliko mwanzo. Ndio maana Ibrahimu, kawaida ya utasa ilizaa kawaida nyingine ya kutembea na binti wa kazi. Ibrahimu yeye alitembea na binti wa kazi, alichepuka mara moja tu na mtu mmoja. Hiyo kawaida ikamruka Isaka. Kwa hiyo kawaida ya familia inaweza ikaruka ka kizazi fulani hivi, ka generation fulani hivi. Ile kwamba kuna kizazi kawaida ya familia imewaruka haina maana kwamba haipo. Isaka alirukwa na akakaroka kuchepuka na kuzaa nje ya ndoa. Angalia hii roho ilipoenda kwa Yakobo ndio ikawafunga kazi. Yakobo akachepuka na wanawake hao wawili, wale wasichana wa kazi wa kila mke aliyemuoa, kwa sababu alioa wake wawili, Lea na Raheli. Na alipokuwa akipewa Lea anapewa na binti wa kazi, akipewa Raheli anapewa na binti wa kazi. Kwa Yakobo alitumia ule mchezo wa 442. Alicheza 442. Anazaa na mke, anazaa na binti wa kazi, anazaa na mke, anazaa na nani? Hebu sema 442. Haleluya. Hebu sema shikamoo Yakobo. Na to discuss kitu watu wa Mungu hapa. Na hiki ngoja tuseme kwa sauti ya chini. To discuss kitu. Kuna vitu vinainuka kwenye haya maisha, jifunze kuvitazama kiroho. Leo tuna kizazi kinaitwa Generation Z. Ni kizazi kimevurugwa. Ni kizazi ambacho kwa kweli Mungu asipotusaidia, kuna vitu wanavyo vizuri, lakini kuna vitu wanavyo sio vizuri. Tukubaliane. Kuna vitu wanavyo ni vizuri, lakini kuna vitu hawa Gen Z wanavyo sio vizuri, ni vya kuombea. Na hivyo vitu walivyo navyo vinawapelekea kwenye roho ya mauti. Na ukifuatilia, nina uhakika kabisa ni kawaida ya familia inainuka mara ya ngapi? Mara ya pili. Sasa imeinuka kwenye hichi kizazi cha Gen Z, imekuwa na nguvu kuliko ilivyokuwa nini. Unafikiri ni roho ya kawaida mtu kutokuogopa kufa? Tuliona kwa mfano Kenya. Uliona ile hali ya Kenya. Watu wa Mungu, tusitamani ile hali ije Tanzania kwa gharama yoyote, kwa sababu vijana watakufa au wanakufa. Na hiyo roho ambayo imewavaa leo, uwe na uhakika ni kawaida inainuka mara ya pili. Kwa hiyo inainuka kwenye Gen Z kiasi ambacho inakuwa na nguvu. Na hawa vijana wanajikuta wanafanya vitu, okay, kuna vingine ni vizuri, lakini kuna vingine sio vizuri. Na ndio maana nikakwambia ikiinuka mara ya pili inakuwa na nguvu kuliko ilivyokuwa mwanzo. Kwa hiyo kuna vitu ni vya kuombea mapema ili visiinuke mara ya ngapi? Mara ya pili. Andika Nahumu 1:9, nenda kaisome leo. Nenda kaisome leo Nahumu 1:9. Mnawaza nini juu ya Bwana? Yeye atakomesha kabisa mateso, hayatainuka mara ya ngapi? Ya pili. Na mimi nakupa homework, nenda kaorodheshe zile kawaida zote mbaya kwenye familia yenu. Kama ni umaskini, kama ni magonjwa, kama ni roho ya kukataliwa, orodhesha.
alafu bandika tu mkono. Hata kama hujui kuomba sana, sema tu kwamba haya niliyoyaorodhesha nimekataa, hayatainuka tena. Mara ya ngapi? Mara ya pili. Unaweza usijue kuomba kama sisi, lakini hata tu kutamka hayo maneno kwamba haya niliyoorodhesha yasiinuke tena mara ya pili. Chora mpaka. Amen. Sema hayatainuka tena mara ya pili. Sema kwa sauti kubwa, hayatainuka tena mara ya pili. Nimkaribishe mchungaji, atatupa matangazo na kuombea sadaka na kuachilia baraka. Ijumaa ndio tutakuwa tunaomba kwa ajili ya hili somo, kwa mkaribishe na mtu mwingine. Amen. Pigie Yesu makofi mengi. Amen. Tunashukuru sana kwa ajili ya nafasi hiyo, na kama mwalimu alivyotangaza, siku ya Ijumaa tulikuwa tunaitafakari sana kwamba tunafanyaje, lakini jana tukapata hekima kwamba tuwe na mkesha. Sio kawaida sio kawaida kutokuwa na semina siku ya Ijumaa, lakini tulikuwa tunaangalia jinsi ambavyo anakimbia jioni, anakimbia sana. Kwa hiyo anakwenda na muda, giza likishaingia tu tunaogopa tusije tukawarudisha watu usiku sana. Na ushauri ambao tunapewa ni kwamba tusiwe na mkesha unaoisha katikati ya usiku. Na sasa hivi tumekatazwa kutembea usiku pia, si nyakati nzuri sana za kutembea usiku. Kwa hiyo hatutamani kuishia saa 6 au saa 7. Tuwe na muda wa kutosha wa kuimba, wa kumwabudu Mungu, wa mafundisho na maombi. Yaani uombe mpaka ukimaliza hapo unajisikia mwepesi kama karatasi hivi, unapepea, ili mateso ya vizazi vilivyopita tuyakomeshe kila kitu. Kitoka hapa tunaenda kwenye hatua nyingine. Kwa hiyo naomba sana uendelee kuwatangazia na wengine. Tutatangaza, tutapita pia na gari siku ya kesho kutangaza, lakini pia tutakuwa na matangazo ya kwenye mtandao, na Mungu akubariki sana. Lakini pia kama wewe ni mgeni na ungependa kuendelea kujua ratiba zetu za usharika, kwa maana ya ratiba za huduma tunazofanya hapa, unaweza ukampa mwenyeji yoyote aliyeko hapa namba yako, au ukanipa namba yako tukakuweka kwenye group. Kuna group la wageni. Hatukuhamishi kanisa lako, na sisi sio lengo letu, sababu kila mtu Mungu amemweka mahali pake kwa makusudi. Lakini utapata taarifa zote za huduma, za semina na kila kitu, kwa sababu baada ya semina hii tutakuwa na maombi marefu baadaye ya kufunga mwaka na kuendelea kuombea mambo haya ambayo tumejifunza. Kwa hiyo unaweza ukaacha namba yako tukakuweka kwenye hilo kundi, ukawa na hizo taarifa ambazo utazipata mara kwa mara. Basi pale uliposimama, tumshukuru Mungu kwa ajili ya asubuhi ya leo, na kuweza kumshukuru Mungu kwa ajili ya sadaka pia. Twende mbele za Mungu, mwambie Mungu asante kwa ajili ya asubuhi hii. Naomba kwa ajili ya siku ya leo iwe na baraka ile ambayo Mungu ameikusudia ndani yake. Baba, katika jina la Yesu Kristo, asante kwa ajili ya neema yako na uaminifu wako. Asante kwa sababu Mungu umetupenda na umetukusanya, umetupa neno lako, umetufundisha, umetuimarisha Bwana, umetustawisha katika madhabahu yako, ili Mungu tukafanikiwe na kubarikiwa katika kila jambo tunalolifanya. Wewe Mungu umesema ya kwamba kizazi unakibariki na kinakuwa bora kuliko kizazi kilichopita, lakini ni kinyume chake, mabaya yanaweza kuwa makubwa zaidi kuliko yaliyopita. Na wewe Mungu umekusudia kwamba kizazi hiki kiwe bora, kibebe baraka yako, kifanye marekebisho ya yale yaliyotendwa kinyume na mapenzi yako. Tunakuomba Bwana ukatusaidie, ukaturehemu, ukatuwezesha, ukatupe neema, ukatupe nguvu, ukatupe hekima, ukatupe Bwana neema ya kuweza kuyatenda yale yote uliyokusudia katika kizazi hiki. Asante Bwana kwa ajili ya kila mmoja ambaye umempa nafasi ya kuwa hapa asubuhi ya leo. Tunaomba kwa ajili ya siku ya leo ikawe siku ya baraka, tunapoingia, tunapotoka. Baraka yako iwe juu yetu na juu ya watoto wako. Kila mmoja awe na kibali chako, kila mmoja aongozwe na wewe. Mungu katufanikishe tuingiapo na tutokapo. Tunaomba kwa ajili ya semina inayoendelea na ratiba zote, hata ratiba ya mkesha siku ile ya Ijumaa tunaendelea kuiweka mikononi mwako, maana ni saa ambayo Bwana umekusudia kuwatembelea watu wako
kutembelea familia, kutembelea kanisa lako na kutembelea Mungu mkoa wetu wa Shinyanga na eneo hili la Shinyanga mjini. Endelea kuwa pamoja nasi. Bwana mbariki na umtunze mtumishi wako mwalimu ambaye umempa nafasi Bwana ya kulinena neno lako Bwana na kutupa maarifa na hekima na ufunuo kutoka kwako katika madhabahu yako. Uwe pamoja nasi Bwana, ukazipokee na sadaka na shukrani ambazo tunakutolea katika ibada hii na asubuhi ya leo. Ukazipokee katika madhabahu yako na zikawe matunda na matokeo katika maisha yetu. Mungu, tunapoweka agano hili la sadaka, Mungu katembee pamoja nasi tangu sasa na hata milele, katika jina la Mungu Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen. Amen. Basi pokea baraka za Bwana, na baada ya hapo utatolea Mungu shukrani yako ya sadaka, utakwenda mahali pako pa kazi kwa amani. Pokeeni baraka za Bwana. Bwana Mungu akubarikie na kukulinda, akuangazie nuru za uso wake na kufadhili, akuinulie uso wake, akupe amani yake, kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen. Mungu akubariki, uwe na siku njema. Jioni saa 11 kamili karibu uwe hapa kwa ajili ya semina. Amen.